Kupe ushuhuda wa kijana mmoja aliyenifuata. Kijana mmoja anazungumza ya kwamba dhambi ilikuwa inamtesa, hatamani ile dhambi, anajisikia vibaya, kila akitenda ile dhambi anaugua, na dhambi iliyokuwa inamtesa ni kujichua. Anasema, mchungaji, hali ni mbaya, nimekuwa nikijichua. Yani ni mmoja ya mtoto ambaye ameonekana yuko vizuri kwa wazazi wake, wamezaliwa kadhaa, lakini ni mtoto anayependwa kwa sababu anaonekana tabia yake nzuri, lakini dhambi inamtesa. Ni kama wewe leo ambao unaonekana uko vizuri, unapendeza kweli kweli, lakini dhambi inakutesa. Uko kijana mahali hapa, yawezekana dhambi inakutesa ya kujichua kama yule mtu. Inawezekana uzinzi unakutesa. Inawezekana mateso ya dhambi yamekuwa shida, huoni hata furaha ya kuishi duniani. Yule kijana akaniambia, mchungaji, nimepatwa na jambo baya ambalo limenifanya nije kwako. Nikamwambia, shida nini? Akaniambia, mchungaji, nimekuwa nikijichua kwa muda mrefu, natamani kuacha dhambi lakini siwezi. Na mimi nilijua hakuna mtu anaweza kuacha dhambi kirahisi rahisi nje ya Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba Yesu aliichukua dhambi katika mwili wake. Maana yake hamna namna nyingine, ni lazima uipeleke kwa Yesu msalabani ili dhambi hiyo ikuachie. Ndio maana wako wa baba siku ya leo, sio kwamba wanataka kuwa na masaidi chiki, sio kwamba wanatamani kuwa na hiyo michepuko, wanatamani kuiacha, lakini watafanyaje? Kwa nguvu zao hawajaweza. Na mimi natangaza ya kwamba kwa nguvu zako hautaweza, lakini kwa Yesu yote yanawezekana. Dawa ya dhambi ni kumpokea Yesu. Hamna njia nyingine ila kumpokea Yesu. Yesu alichukua dhambi zako katika mti wake, ni vile haujakubali kumkabidhi. Huyu kijana ananifuata, ananiambia, mchungaji, nimekuwa kwa muda mrefu na sasa limenipata jambo moja. Shetani anapoileta dhambi kwako, inaonekana kama tamu, inaonekana kama nzuri, lakini hamna dhambi ambayo mwisho wa siku inamfaidisha mtu. Dhambi zote mwisho wa siku ni shida. Mungu ndiye Mungu mwenye hekima. Aliposema acha uzinzi, maana yake ukiendelea na uzinzi kuna shida, na nyinyi wote mnazifahamu. Wengine wamepata magonjwa mabaya lakini kwa sababu ya uzinzi. Wengine wamepata aibu mbaya lakini kwa sababu ya dhambi. Nawezekana uko mahali hapa na wewe pia uko kwenye shida, pamoja na mateso yaliyokupata, lakini bado huwezi kuacha. Lakini jioni ya leo nakutangazia dawa ya dhambi iko mahali hapa. Kupitia mti wa Yesu Kristo unaweza ukaziacha mahali hapa. Alafu Biblia anasema Paulo ya kwamba nayaona mambo ya dunia kama mavi, kama uchafu, hayana faida, mabaya. Ndiyo sisi unatuona mahali hapa, tulikuwa watenda dhambi, hatukuweza kuacha kama wewe, lakini tulipompokea Yesu amebadilisha maisha yetu, amebadilisha mioyo yetu. Tulitesa, tulikuwa wabaya, lakini Yesu Kristo ametubadilisha, ametutengeneza. Mtu ananiambia, mchungaji, nimeteseka sana kuacha hiki kitu. Mimi naweza, nina simu, ana smartphone. Huyu kijana anasema, nina uwezo wa kukaa chumbani kwangu siku nzima. Mzazi akiona anasema, mwanangu sio mzurulaji hata kidogo. Kwani wewe ungesemaje? Mwanangu sio mzurulaji, si ndivyo? Alizururi kama lenzake na lenzake, ila ukimwita njoo anakawia kutoka kwa chumbani kidogo, ila anakuja, yuko karibu. Anasema katika shida hiyo ni kwa muda mrefu nimekuwa nikiteseka. Sasa dhambi moja huwa inazaa dhambi nyingine. Huwezi ukawa unaangalia vitu vya ovyo, maana yeye alikuwa anatumia smartphone yake kuangalia vitu vya kipuzi. Akitumia vitu vya kipuzi kuviangalia, mwisho wa siku anajichua. Sasa Biblia inazungumza ya kwamba kile ambacho tunakiona, kile ambacho tunakisikiliza kinapoingia kwenye ufahamu wetu, maana neno la Mungu linasema, neno hili niwaambialo ni roho tena ni uzima. Maana yake kuna vitu tunaviangalia na kuvisikiliza vinageuka kuwa roho na vinageuka kuwa mauti.
Maana yake vile alivyokuwa anaviangalia vikageuka vikawa mauti, vikageuka vikawa shida na mateso. Huyu mtu ananiambia katika hali kama hiyo. Sio hivyo tu, nikampata mdada mmoja. Nilipompata mdada mmoja, nikaenda nikafanya nao uasherati. Katika kwenda kufanya uasherati, anakuta mambo yamegeuka, ni kamba kabisa. Simenielewa watu wazima? Mtoto mdogo amekuja kwangu, hata 25 hajafikisha, hata miaka 25 hajafikisha, lakini mambo yamegeuka kuwa kamba. Anasema dogo akajitahidi isiwe kamba, lakini mambo ni kamba. Akajitahidi isiwe kamba, ni kamba. Amekuja analia, baba ni kamba. Ndiyo, nilitenda dhambi, ni kamba. Hivyo ulivyo unavyonisikiliza, najua na wewe ni mtenda dhambi. Hata moyo wako unakuambia wewe ni mtenda dhambi. Umekuwa ukichepuka kila siku, umekuwa ni mchanja. Kuna mtu mmoja nikaambiwa yeye akanunua na simu mbili. Simu ya kwanza anaiacha kwenye gari, hiyo ni simu ya mchepuko. Kwa akiingia ndani anaingia na simu ya pili, hata mke akague hakuti message mbovu hata moja, kwa sababu simu kafungia kwenye gari. Unaweza ukawa mjanja, lakini Yesu amekuona hata hapo ulipo. Hata kama unatabasamu unasema amen, kana kwamba umepata vizuri ujumbe, lakini Yesu anauona moyo wako. Ameona kuwa maisha yako ni machafu, ameona kuwa njia zako ni chafu, na ameona ya kwamba umejitahidi kupambana utoke kwenye huo mzigo, umejitahidi kupambana utoke kwenye hiyo dhambi, lakini umeshindwa. Yesu anaona, lakini leo amekupa nafasi ya kwamba uchague kuzipeleka dhambi zako kwa Yesu, ya kwamba uchague kuzipeleka msalabani. Nafasi bado ipo, wakati bado upo. Maisha tunayoishi tunawekeza, aidha twende jehanamu au twende mbinguni. Chagua sasa upate kuishi. Mauti iko mbele yako, na neema na furaha ya mbinguni iko mbele yako. Yamkini leo ungenisikiliza ukaacha uovu wako. Hakuna raha nje ya Yesu, hakuna amani nje ya Yesu. Kwa kijana anakuja ananiambia, baba sielewi, ni kamba. Kabla maisha yako hayajakuharibikia yakafika huko, amua leo ubadilike. Biblia inasema wokovu ni sasa.